Smart na ujaribu Zenka 0% loans for first-time borrowers. Zenka, smart loans for smart people. KTN News. Get the whole story. Na mtazamaji, ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2022. Hujambo popote pale ulipo. Hiki ni Kivumbi 2022. Tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka makao makuu ya The Standard Group kwenye barabara kuu ya Mombasa, mkipenda Mombasa Road hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, hii leo kwenye Kivumbi 2022 tunapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. Hii leo tunazungumzia jukumu la msajili mkuu wa vyama. Mtazamaji, ni siku 176 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na tayari wanasiasa wamo mbioni kwenye harakati za kuuza sera zao maeneo mbalimbali ya humu nchini. Kila hatua katika kalenda ya uchaguzi inazidi kufikiwa. Hivi majuzi tarehe 9 Februari tukishuhudia watumishi wa umma wanaotaka kuwania nyadhifa mbalimbali za kisiasa wakijiuzulu kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunaelekea katika kipindi cha mchujo katika vyama vya siasa na tayari tumeanza kushuhudia wanasiasa wakitapatapa kutafuta vyama vitakavyowapa tiketi ya kuwania. Sheria inasema nini kuhusu hilo? Mojawapo ya taasisi ambazo zimetwikwa jukumu la kuhakikisha kuna nidhamu miongoni mwa wanasiasa na vyama vya kisiasa wakati huu wa kipindi cha uchaguzi ni afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, yani the Office of the Registrar of Political Parties. Je, wajibu wake ni upi haswa? Zubeda. Swali zuri hilo Maria, na ndio maana hii leo kwenye Kivumbi 2022 tunataka kujadili kwa kina kuhusu majukumu ya msajili mkuu wa vyama vya kisiasa, huku maandalizi ya uchaguzi mkuu yakiwa yamepamba moto. Baadhi ya masuala ambayo tunataka kujua ni kwa nini nchini Kenya baadhi ya wanasiasa wamekuwa wenye mazoea ya kukiuka au kupuuza sheria zilizopo kuhusiana na uchaguzi, ikionekana wazi kuwa hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi yao. Isitoshe, kumekuwa na mkanganyiko kwenye vyama vya kisiasa ambapo Wakenya wamekuwa wakijikuta wakiwa wamesajiliwa kuwa wanachama wa vyama fulani bila hata ufahamu wao. Je, afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa inashughulikia vipi masuala haya na inaingilia wapi kuhakikisha nidhamu inadumishwa miongoni mwa wanasiasa na vyama vyao vya kisiasa? Bila shaka mtazamaji, ni mjadala ambao wenzetu pia katika meza ya Kiingereza watakuwa kiuendeleza kuanzia mwendo wa saa 2, tukianza naye Ken. Naam Zubeida, ni siku 176 zilizosalia kabla uchaguzi mkuu. Well, as only Swahili can speak tonight. But the fact is this, that the nation is waiting for the general election that is happening in the next few months. And of course, everyone is eager to understand and to hear what exactly is happening. And the registrar of political parties definitely comes right at the center of it all, balancing between the political parties and the individuals, including individual candidates. So tonight, I'm on Data Tonight. We'll be showing you exactly some of the proposed changes that have come through in the last few months through the amendments of the Election Act. And aside from that, we'll be telling you the timeline, so it's remaining, because the last week we've had the civil servant who are instrumental and who wants to run for the election moving on and saying that they're going for the elective positions. But that's not all. We're going to be talking about a lot other things. And my colleague Eric Latif will also be here on the round table tonight. He'll be speaking to Jubilee Secretary General Raphael Tuju and UDA Chairperson Johnston Muthama. And of course, aside from that, we'll have a panel tonight. But first, before we talk about that, let me take you to my colleague Akisa Wandera. Akisa.
All right, and Ken, as you mentioned it, some of these roles have been strengthened by the new law. That office is now the check to not only political parties but also candidates, including independent ones. One of the big questions, however, is if the mandate overlaps some played by the IEBC, fundamentally on political parties and how they nominate. The office is also likely to generate a lot of headlines, and no doubt we may have suits after nominations. Those prospective aspirants who miss out of party nominations will seek alternatives which will not be available since the law bars movement once the nominations in political parties are done. Some argue that this is discriminatory, or is it? Find out tonight. Also look out for our top stories at 9 p.m. and at 10 p.m. We engage Javas Bigambo, who's a governance expert, Willis Otieno, an elections expert, and Martin Olo, a constitutional lawyer, will be joining us on the round table as we break down some of these issues. But for now, back to you, Mary. Asante sana mwenzangu Akisa Wandera. Na mtazamaji, kabla nikupeleke kwa mwenzangu Zubeda Koome ili aweze kuzungumzia swala hili kwa kina kuhusiana na nidhamu ya wanasiasa na vile vile afisi kwa jumla ya msajili wa vyama vya kisiasa, kidogo tuangazie mambo kadhaa ambayo yanahusiana na afisi hii kukiwemo na majukumu yake. Na basi tukianza na majukumu ama jukumu lake la awali, mtazamaji, hii ni ofisi ambayo ni ya umma na ilibuniwa kupitia kipengee cha 260 cha katiba na sheria za vyama vya kisiasa ya mwaka 2011, na uanzishaji wa sheria hii, mtazamaji, ilikuwa ni kusajili na vile vile ufadhili wa vyama vya kisiasa. Na mtazamaji, tukiendelea tuangazie sheria ya vyama vya kisiasa ya mwaka 2011 na kipengee cha 34 ambayo inabainisha majukumu rasmi ya afisi hii kuwa kusajili, kudhibiti, kusimamia na kuchunguza vyama vya kisiasa ili kuhakikisha kwamba vinazingatia sheria zilizowekwa. Na vile vile kusimamia fedha za vyama vya kisiasa, kuhakikisha uchapishaji wa matumizi ya fedha za vyama na vile vile kukagua matumizi ya fedha hizo ili kuzuia ubadhirifu wa fedha za vyama, kukagua na kuweka wazi sajili ya wanachama wa vyama vya kisiasa, kuhakikisha kwamba wanachama hawajasajiliwa kwenye zaidi ya chama kimoja, na vile vile kuhifadhi sajili ya wanachama wa vyama vya kisiasa vilivyosajiliwa, kuhakikisha kwamba kuna wagombea huru na si wanachama wa chama chochote cha kisiasa. Vile vile kuhakikisha uteuzi wa vyama vya kisiasa unaandaliwa kisheria. Na hali ya vyama vya kisiasa, mtazamaji, tukiendelea kuvizungumzia, vyama 84 vimesajiliwa humu nchini na vyama 82 vimeidhinishwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022. Tuangalie mwongozo wa kuandaa uteuzi wa vyama hivi. Vyama vinastahili kufanya uteuzi angalau siku 90 kabla ya uchaguzi, ikizingatia katiba ya chama, na vile vile chama hakiruhusiwi kubadilisha jina la mgombea baada ya uteuzi wake kuidhinishwa na IEBC. Chama cha kisiasa kinatakiwa kusikiliza na vile vile kuamua mizozo ambayo inaibuka baada ya uteuzi katika kipindi cha siku 30. Na chama kinaruhusiwa kufanya uteuzi wa moja kwa moja au kupitia uchaguzi wa wanachama, na vile vile wanachama wanaruhusiwa kushiriki katika zoezi lolote la uteuzi wa chama. Sharti chama kifahamishe ofisi kuhusiana na nia yake ya kuandaa uteuzi siku 21 kabla ya tarehe hiyo, na vile vile chama kinachonuia kufanya uteuzi sharti kitumie sajili ambayo iliidhinishwa na msajili wa vyama vya kisiasa. Sharti chama kihakikishe kwamba sajili ya wanachama inaweza kuchunguzwa na wanachama wote. Hiyo inahakikisha kwamba kuna uwazi.
Na makataa ya wawaniaji kuwa wanachama wa vyama. Sharti vyama kuwasilisha sajili ya wanachama wake kwa IEBC kabla ya tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2022, na kipindi cha kampeni kitaanza rasmi Jumapili Mei 29 hadi Jumamosi Agosti tarehe 6 mwaka 2022, ingawa wengi mtasema kwamba kampeni zishaanza. Na makataa ya kuhama chama ni Machi 26. Baada ya hapo haiwezekani kuondoka kwenye chama kimoja hadi chama kingine. Uteuzi wa vyama kufanywa Aprili 30. Na mtazamaji, wagombea huru sharti wasiwe wanachama wa vyama vyovyote kufikia Mei 2 mwaka 2022, ikiwa mwaka huu, na wagombea huru kuwasilisha majina na nembo zao kwa IEBC kabla ya Mei 2 mwaka 2022. Uteuzi wa wagombea urais kutumia vyama au wagombea huru kuandaliwa katika Mei 29 na Juni 6 mwaka 2022, na vyeti vya uteuzi kuwasilishwa kwa mwenyekiti Wafula Chebukati kwenye sehemu ambayo itatangazwa na tume. Na mtazamaji, tuangazie vipengele muhimu vya marekebisho ya sheria ya uchaguzi. Msajili wa vyama ana jukumu la kusimamia uteuzi wa vyama ambao awali ilisheheni malalamishi mengi, na sheria inampa jukumu msajili wa vyama kubainisha wanachama halali wa vyama mbalimbali na vile vile wale ambao wanaweza kuwania. Na mtazamaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kukupa kwa ufupi mno kuhusiana na matakwa ambayo yanahitajika hasa katika ofisi ya msajili wa vyama. Ni matakwa ambayo mtazamaji, iwapo mwaniaji hawezi kuzingatia, machama akiwezi kuzingatia, bila shaka una uwezekano wa kutopewa ruhusa ya kusimama ama kuwania viti mbalimbali, na ndiposa ni masharti ambayo ni ya umuhimu mno. Na ndio Kivumbi 2022 ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunakufahamisha ili uweze kuelewa kwamba kile ambacho unapaswa kufanya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mwenzangu Zubeda Kome upande wa pili wa studio ako na mgeni ili kuweza kupambanua ama kulichanganua swala hili kwa kina. Kwako Zubeda. Naam, shukrani sana Maria, shukrani sana kwa kutueleza kuhusu sheria inavyosema kuhusu afisi ya msajili wa vyama na vile vile nidhamu nyakati za uchaguzi. Na wajua kwamba hatutaki kuandika kwa mate na wino upo. Leo studioni tuko naye Anderito ambaye ni msajili wa vyama vya kisiasa. Aje atueleze kazi yake ni gani. Wajua wengi tunajua kwamba kazi yako ni kuregister vyama vya siasa peke yake na inaishia hapo. Unaketi hadi uchaguzi mwingine. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Na shukrani sana kwa kuungana nasi hii leo. Asante. Hasa msajili wa vyama ni nani? Msajili wa vyama ni ofisi ambayo imetengenezwa kisheria kama ofisi huru kulingana na katiba ya nchi hii, vipengele ya 260. Na hiyo ofisi ni ofisi huru ambayo ina jukumu ya kusajili vyama. Pia ina jukumu ya kuangalia mikakati ya vyama kama zinafuata sheria iliyowekwa. Na sana sana Political Parties Act ambayo inaeleza vile vyama vinatakiwa kukaa na vile vyama vinatakiwa kujiweka katika mambo ya hali ya utangamano ya kutoka mmoja na mwingine, na pia mambo ya ushirikiano wa vyama kutoka chama kingine, na pia vile vyama vinatakiwa kukaa na members wao. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo msajili wa vyama anaangalia katika mikakati iliyowekwa kuhakikisha kwamba vyama vinafuata sheria. Na haswa ya mwisho ni kwamba msajili wa vyama pia anatakiwa kuangalia masuala ya Political Parties Fund ambayo inatakiwa kwa pesa ikipeanwa kutumia hiyo sheria bado ya vyama, unangawa hiyo pesa na mnapatia vyama na kuangalia kama wanatumia hiyo pesa in obvious
vyotakikana katika sheria. Na hapo ni vizuri umetueleza hivyo, kwa sababu mara nyingi inaonekana watu wanakanganyikiwa, hawajui tofauti kati ya msajili wa vyama na IEBC. Tofauti inaingilia wapi kuhusu majukumu yenu? Kwa sababu mara nyingi yanaonekana kuoana. Wengi wanasema yule alimtusi fulani, IEBC fanye hivi, na nimesikia ukitaja baadhi ya majukumu pia mmetui kwa kisheria. Tofauti inaingilia wapi kati ya IEBC na ofisi ya msajili wa vyama? IEBC ni tume ya uchaguzi. Kazi yao ni kufanya uchaguzi na kuangalia mambo yote ya uchaguzi, ambayo inaandamana kuona kwamba sheria ya uchaguzi inafuatilia. Kazi ya msajili wa vyama ni kuangalia sheria ya vyama, kama vyama inafuata sheria iliyowekwa ya vyama, na kama katika majukumu yao kama vyama wanaendelea kufuata sheria. Kwa hivyo ni kusema na njia ya kimombo kwamba msajili wa vyama ni regulator, lakini tume ya uchaguzi inafanyisha uchaguzi na inaangalia kwamba mikakati yote ya uchaguzi yote inafuatwa. Lakini msajili wa vyama anaangalia vyama kama zinafuata sheria kama ilivyowekwa. Na ni kusema ya kwamba kuna pahali tunaanzia na kuna pahali tunamalizia, halafu IEBC inachukua. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba kuna ushirikiano ambao lazima ukuweko katika tume la uchaguzi na msajili wa vyama. Kwa sababu process moja ikiisha, lazima ikuwe inahusiana na hii process ingine katika uchaguzi. Kwa hivyo tukiangalia mambo ya vyama pia, tunajua vyama hizi ndizo zinapeleka watu wa kugombania viti katika tume ya uchaguzi, ili tume ya uchaguzi ifanyishe uchaguzi na iangalie sheria kwamba hawa wagombea, kwa sababu wakiwa washakuwa wagombea wa vyama, wagombea wa uchaguzi sasa, au sasa hiyo kazi imeisha kwetu, iko wako mikononi ya tume la uchaguzi. Yetu ni kuangalia kwamba wakiwa kwa vyama wanakaaje na wanashirikiana aje, na kuona kwamba hakuna mtu ambaye anafuja sheria. Na hasa tutazamia swala hili kwa mapana, kwa sababu wengi wanasema unavyoangalia wanasiasa, hasa kipindi cha uchaguzi wanavyojiendesha, wengi wao hawafuati sheria inavyosema. Lakini tutafika hapo. Haswa register yako ya vyama vya siasa na waliosajiliwa wanachama iko vipi kwa sasa tunapokaribia siku 176 kabla ya uchaguzi? Register ya vyama wakati huu ina members kama milioni 24.8, ni kusema imekaribia milioni 25. Hao ni wanachama wa vyama vyote, ambazo vyama vyote ni 85. 85 sijui na Kiswahili ni kusema ni 85. Kwa hivyo vyama vyote 85, tukijumuisha wanachama wote ambao wamejiandikisha katika vyama wote ni milioni 24.8. Na vyama hivi vyote 85 vimeidhinishwa kuwania katika uchaguzi ujao? Zimeidhinishwa, isipokuwa kuna wakati ulifika ambayo tume la uchaguzi ilikuwa imesema lazima ukuwe umepeana nomination rules ili ukubaliwe kuingia katika uchaguzi. Lazima kutoka tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2021 ukuwe umepeana nomination rules zako kwa uchaguzi, kwa tume ya uchaguzi. Na tume ya uchaguzi niliona imepeana kusema karibu vyama 82 zilikuwa zimekamilisha hiyo timeline, hiyo mahitaji ambayo ilikuwa imewekwa. Lakini vyama ni vizuri kujua kwa vyama huendelea kusajiliwa wakati wowote. Hakuna pahali unaweza sema sasa tumeacha kusajili vyama, kwa sababu ni katiba imesema mtu akitaka kuungana pamoja na kuja kuungana na mwingine watengeneza chama, hakuna wakati ameambiwa usitengeneze chama. Yaweza kuwa kuna wale
wanaregister vyama, wanasajili vyama saa hizi, lakini wanatarajia kupeana hizo vyama uchaguzi ujao ili watu watumie hizo vyama kuangania uchaguzi ujao. Lakini huwezi kuregister sasa na uwanie katika uchaguzi ujao, sio? Kulingana na timelines inaweza kuwa gumu kulingana na haswa kwa ufupi labda ili uweze kusajili chama mahitaji ya kisheria ni yapi? Mahitaji ya kisheria, kwanza ukitaka kusajili chama unaanza na kutafuta jina ya chama hicho. Unajiuliza nataka chama hii itwe nini? Na sasa unaanza kutafuta hiyo jina kwa registrar, kwa msajili wa vyama. Unakuja unauliza kama hiyo jina ishachukuliwa na mtu mwingine ama inaweza patikana. Kama jina itapatikana, msajili wa vyama atakuelezea kwamba hiyo jina umepatiwa. Sasa uanze mikakati ya kusajili chama. Pia lazima utafute symbol, alama ya chama yako ambao unataka kutumia. Unaweza kusema alama yako ni kikombe, kusema alama yako ni sufuria kwa mfano. Kuja uangalie kama hiyo sufuria ama hiyo kikombe ina mtu mwingine ambaye ametaka kutumia au ameweka au hata kama sio kuweka ametumia katika kusajili chama chake. Ikionekana kwamba hiyo alama haina mtu mwingine yoyote, ndio unakuja unapewa na msajili wa vyama na kuambia hata hiyo alama iko hapo inapatikana, kwa hivyo unaweza tumia. Kutoka hapo ndio unaenda mkiwa watu ambao wanaanzisha chama, kwa sababu chama huwezi kuanza chama ukiwa peke yako. Lazima mkue watu watatu na zaidi. Hao watu watatu ndio tunaita founder members, waanzilishi wa chama ambazo unataka kutengeneza. Kwa hivyo mkiwa watatu, mwende mketi chini, mkubaliane hii chama yetu ambayo sasa tumepata jina inaitwa Pesa Party. Tuna alama ya sufuria sasa, na hizo ndizo minutes ambazo tumetengeneza. Sisi ndio tumejiita founder members, na kulingana na minutes zetu tunasema kutoka hapo tutaendelea hivi kuregister hiyo chama. Sasa mtaweka mikakati ya mwanzo vile mnataka hiyo chama ifanywe wakati wa mwanzo. Kutoka hapo mkiwa na minutes mtatengeneza constitution yenu. Katiba yenu lazima ifuatilie maandalizi ambayo iko katika sheria ya vyama. Schedule 2 ambayo inaonyesha vile katiba ya chama inatakiwa kuwa. Kwa hivyo lazima mtu aangalie hiyo ratiba vizuri, ili constitution yake ifuate hiyo ratiba, ionyeshe kwamba yeye amefuata sheria. Constitution ikiletwa pamoja na minutes za wale watu waanzilishi, ndizo tunaangalia kuona ziko sawa. Na kutoka hapo tukiangalia pia na chapter 6 of the constitution kuona kwamba wewe pia ni mtu ambaye amefuata sheria ya chapter 6. Ndio kulingana na timelines, kuna wakati tutakuja tuweke kwa gazeti tuseme tunataka kusajili hichi chama, na tukiona iko sawa na hakuna mtu anapinga, hapo ndipo tutakupatia provision certificate. Provision certificate ni kusema ni certificate ya muda. Hiyo sio certificate ya kumalizia, ni certificate ya muda ya kuambia kwamba umefuata sheria, kufuatia mujibu umewekwa, na sasa tunakupatia certificate ya muda ili utayarishe maandalizi hiyo ingine ambayo imefuata. Na sasa ukiwa na provision certificate unaweza toka huko nje na uambie watu kwamba una chama na unataka kuuliza watu waingie katika hiyo chama, wakuwe wanachama. Na katika kuwa wanachama unatakiwa kuwasajili katika chama chako ukitumia pia sheria iliyowekwa. Lazima mtu akubali kwamba anataka kuwa mwanachama wa chama yako. Lazima pia mtu ajitoe na kupatia mpaka namba yake ID, na ajaze hata kama atajaza online au atajaza kwa form, ionekane kwamba ni mtu ambaye amekubali kusajiliwa katika
chama chako. Na hapo hata kabla hujasonga sana, tumeona watu wengi wakilalamika hivi majuzi kwamba mtu anajipata amesajiliwa kwa chama, hana habari, hakujua jina lake limepatikana vipi. Wengine hata wakasema kwamba labda rekodi zao zinachukuliwa kinyume cha sheria. Je, mlipokea ripoti hizo na ni hatua zipi ambazo mmechukua kuambatana na swala hili? Ni kweli kuna watu kadhaa wanasema kwamba wanajipata vyama ambazo hawaja peana majina yao usajili. Lakini ya muhimu ni kujua ile register tuko nayo ni ya kitambo sana. Ilianza wakati ambacho vyama vilianza kusajiliwa kitambo. Chama kama ile ya kwanza ile ilikuwa ya nchi hii ilisajiliwa kutoka 1960. Kukuja mpaka saa hizi vile vyama vinaenda zikibadilisha. Vyama nyingi ambazo tuko nazo zimebadilisha majina wakati fulani. Unatoka kutoka jina hili na kuja jina hili. Kuna uwezekano na tumeona hizo. Sisemi kwamba hiyo ndio sababu peke yake, lakini kuna uwezekano kuna watu kwa sababu hawakujua ile chama walijisajili mara ya kwanza ikibadilisha jina, wanajikuta kwamba wako jina lingine, wako chama ingine ambao hawaelewi. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna vyama ambazo zimekuja pamoja katika maja, zimeungana zikakuwa chama moja. Tumeona vyama hata kama 10 zikiungana zikaform Jubilee Party kwa mfano. Na hizo register ya hizo vyama vyote kukiwa na maja inakuwa register moja. Kwa hivyo unaweza kuwa ulijiandikisha kwa chama A, lakini maja ilipofanyika register ya watu wote ikawekwa pamoja. Kwa hivyo unaweza sema hata hukumbuki ukijisajili kwa hizi chama na ile ingine. Kwa hivyo hakuna vile jina ya mtu inaweza kujipata kwa hiyo register kinyume cha sheria jinsi inavyodaiwa. Sitaki kusema hakuna njia, lakini najua lazima kukue na investigation ya kujua ukweli wa hiyo mambo, kwa sababu kuna sababu nyingi. Nasema kwamba mtu anaweza jipata katika register ya chama, lakini sisemi mtu hawezi, kwa sababu usajili wa watu ndani ya chama ni ya chama yenyewe. Kwa hivyo mmefanya investigations, mmeonyesha kwamba hakuna ukiukaji wa sheria uliofanyika? Tunasema ile tumefanya majibu yake ni kama mmoja zile ninakupatia. Ya kwamba wengine ni kwa sababu ya pale walijiandikisha wakati huyo, ingine ni wakati ambapo maja zilifanyika, ingine ni wakati ambao unaona kwamba watu kuna uhamishwa kwa information kutoka pande mmoja mpaka ingine. Lakini sisemi kwamba hiyo ni investigation inaweza fanywa, lakini pia ya muhimu ni kwamba ni nini tutafanya kuzuia. Shikilia hapo kwa kuzuia kwa sababu shikilia kidogo hapo kwa sababu naelezo tukimbia madukani kidogo kisha turudi utuambie ni nini mnafanya kuzuia watu kuwekwa kwa vyama ambapo hawakusajiliwa, kwa sababu sitaki kuamka kesho mimi naenda kupigia mtu wangu naambiwa wewe hapana chama chako ni hiki. Mtazamaji usiende mbali, leo tunakuuliza mtandaoni, tutakuwa tuna Suleiman Yeri muda usio kwa mrefu. Je, unaridhika na utendakazi wa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa? Je, unaridhika na utendakazi wa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa? Na vile vile tungependa kusikia kutoka kwako, unadhani ni kwa nini baadhi ya wanasiasa wana mienendo ya kupuuza sheria zilizopo kuhusiana na uchaguzi? Unadhani ni kwa nini baadhi ya wanasiasa wana mienendo ya kupuuza sheria zilizopo kuhusiana na uchaguzi? Tuelekezee hisia zako kupitia nambari 22155 bila malipo yoyote, 22155 kwenye mtandao wa Twitter @ZubaidaKananu, @KTN News KE, @SuleimanYeri na @MaryKilobiatoli. Tutakuwa tukiangazia jumbe zako tunapoendelea na kipindi hiki na kusihi siondoke. KTN News. Get the whole story.